Wahindi kinachofanya wafanikiwe sana, wana project ya kifamilia, wana project ya kifamilia. Bwana sifiwe. Nani ameshawahi kunywa maji ya Jambo hapa? Kampuni ile ya Jambo ni project ya kifamilia. Wote na Azam TV mnaangalia, mnafurahia kombe la dunia, ile ni family project. Mnakula mo sugar sweet body, ile ni family project. Ushajiuliza kwa nini hivi si Wakristo gani aliyeturoga? Hatufikirii kwa habari ya family project. Hatufikirii kimageuzi. Kila mtu anajifikiria yeye tu. Fikiria vizazi vinavyokuja. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! 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 Mungu atusaidie ya kwamba wewe tena usifikirie kwamba Elisha sitaki aajiriwe na Samia au na jamii ya Mungu wa Tanzania. Fikiria kwamba Elisha aje aajiriwe kwenye family project ambayo utaitengeneza. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Ni lazima uwe na fikra za namna hiyo ndipo utafanikiwa. Hivyo ushaona Muhindi yote anaomba ajira hizo TAMISEMI sijui wapi. Tuna Mwarabu yote. Mimi nafanya kazi huko na natembea huko. Sijai kuta Muhindi hata mmoja au Mwarabu hata mmoja. Tumejazana tu watu ambao wakati bibi yake Mo anatengeneza family project. Bibi zetu sio walikuwa wanafanya nini? Bwana asifiwe. Ni lazima Wakristo tuamke, tuanze kufikiria kimageuzi namna gani leo tukafunja mnyororo wa kimaskini kwenye familia zetu, kwenye vizazi vyetu. Sema mnyororo wa kimaskini umetokea hapa, kutokea hapa kuendelea mbele. Ni lazima tutafanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Wangapi wanasema watoto wao hawataajiriwa sehemu yoyote ile isipokuwa kwenye family project zao? Wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Wengine bado wapo kwenye ngazi ya kwanza ya kufikiri. Hawafikiri hata mambo ya family project. Bwana asifiwe. Afikiri kimageuzi. Wapo bado kwenye ngazi ya kulalamika. Yaani huyu mama, yaani. Ndio kusema yaani. Bwana asifiwe. Ngazi ya nane na mwisho, ngazi ya kufikiri kimapinduzi. Ngazi ya kufikiri kimapinduzi. Ngazi ya kufikiri kimapinduzi. Ngazi ya kufikiri kimapinduzi. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13. Biblia inasema hivi, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Ninyi ni chumvi ya nini? Imesema ninyi ni chumvi ya wilaya ya Nzega. Imesema ninyi ni chumvi, ninyi ni chumvi ya Usukumani. Imesema ninyi ni chumvi ya nini? Maana kwa ni chumvi ya dunia nzima. Mathayo 5:14 anasema hivi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Manake wewe unatakiwa uwe nuru ya ulimwengu. Mathayo 5:14. Nisikilize. Watu wanaofikiri kwenye ngazi hii huwa wanawaza kwamba nitawezaje ili nibadilishe mifumo ya ulimwengu huu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kabla hii smartphone haijatengenezwa, hivi zile simu za kwanza, Mzee Shiba, wakati wewe una miaka 20, simu zilizokuwa zina trend ni simu gani? Zile za kuzungusha sio hivi. Hivi ungekuwa unamwambia mtu kwamba katika kipindi kile mtu angekwambia kwamba inawezekana baadaye zikapatikana simu za kupanguza hivi, ungemwamini huyo mtu? Ungesema kitu ambacho kifanya nini? Akiwezekana. Sasa watu ambao huwa wanafikiri kwenye ngazi hii wanafikiri vitu ambavyo haviwezekani ili wavifanye viwezekane. Bwana asifiwe. Haleluya. Wanataka kufanya vitu ambavyo viwezekani viwezekane.